Kinachoendelea kwa siku za hivi karibuni nchini Tanzania kimeendelea kuzua sintofahamu, kimeendelea kuzua gumzo na wasiwasi kwa baadhi ya wananchi nchini Tanzania kutokana na yale yanayoendelea kati ya jeshi la polisi dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa kupitia hilo, wacha ni kujuze jambo moja. Siku moja kabla ya hii leo, kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni makamu mwenyekiti ambaye amesalia akikiongoza chama hicho baada ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu kukamatwa na jeshi la polisi akishikiliwa kwa makosa mbalimbali alipokuwa mkoani Mbinga, ambapo mpaka sasa ameshikiliwa kwa makosa ya uhaini. John Heche ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ameshika nafasi ya mwenyekiti wake ambaye mpaka sasa yuko kwenye hukumu ya makosa ya uhaini. John Heche siku moja kabla ya hii leo alikamatwa jijini Dar es Salaam katika mtaa wa Kariakoo, ambako alitarajia kufanya mkutano na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ili kujadili mustakabali wa chama na msimamo wa chama kuelekea mwaka 2025 ambao ni mwaka wa uchaguzi mkuu. John Heche alikamatwa na jeshi la polisi kwa mujibu wa ripoti. Siku moja baada ya kukamatwa kwake, John Heche aliandika katika ukurasa wake wa Twitter akisema, "Tulikamatwa na jeshi la polisi, baada ya hapo tukazungushwa, baada ya hapo jeshi la polisi wakatuacha barabarani." Moja ya nukuu kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alisema kukamatwa kwa John Heche kumeambatana na makosa ya kiutaratibu ambayo John Heche aliyafanya katika uendeshaji wa mkutano eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam, Albert Chalamila amelitaja kama ni eneo la wafanyabiashara, hivyo sio eneo rasmi kwa ajili ya mikutano ya kisiasa. Hilo ndio lililosababisha John Heche kukamatwa. Lakini swali ni je, ikiwa John Heche alikamatwa kwa kuvunja kosa la kufanyia mkutano pasipo pa kufanyia mkutano, kwa nini polisi walimkamata kisha kumtelekeza barabarani? Hilo naomba ulijibu mwenyewe msikilizaji na mtazamaji wangu wa Flow Updates na Flow Habari. Kwa siku zijazo utapata kujua nini kinaendelea. Sasa na kujuza kitu kingine. Jana usiku walikamatwa pia viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambao wengi walitambulika kwa majina huku wengine hawakuweza kutambulika kwa majina. Baadhi yao ni pamoja na Peter Alex Kilomba, mmoja alijulikana kama Emmanuel Severin, mmoja alijulikana kama Robert Mawenge na mwingine alifahamika kama Kanifa Musa. Emmanuel Modesti Munihawa naye ni mmoja kati ya waliokamatwa na mwingine alifahamika kama Nasri Abdalla Said, ambapo chama hicho kimeripoti kifo cha mwanachama mmoja ambaye hajajulikana kwa jina kutokana na kupigwa na jeshi la polisi. Kwenye hii orodha ya waliokamatwa, mmoja ambaye jina lake halijafahamika ameshikiliwa na haijulikani ni wapi alipo mpaka sasa. Jeshi la polisi limeendelea kufanya ukamataji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa wajumbe na wawakilishi wa chama hicho kupitia kile kinachotajwa kuwa ni uvunjifu wa sheria. Kimoja ambacho kinatajwa kupitia kukamatwa kwa wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kile kinachotajwa kuwa ni uchochezi wa vurugu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ikumbukwe, kinaendesha program ya no reform no election. Moja ya nukuu ambayo ilinukuliwa kutoka kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupitia no reform no election inasema, "Hatutarudi nyuma, tutakinukisha." Sasa jeshi la polisi limeinukuu kauli ya tutakinukisha ikiwa ni moja ya kauli ambayo ni chochezi katika usalama, ni chochezi kivurugu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa majonzi makubwa, hii leo imeonekana video
ikimwonyesha kada mmoja wa CCM ambaye kwa jina hajafahamika ila ni mwanamke akiongea kwa uchungu kuhusiana na kifo cha mmoja wa wajumbe wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kufuatia kupigwa na jeshi la polisi. Mama yule alikuwa akieleza kwamba alienda mahakamani ili kusikiliza mashtaka yanayomshtaki mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu. Baada ya hapo alikutana na wenyeji ambao ni jeshi la polisi, walimzuia kuingia kutokana na sababu za muda. Mama yule alipojaribu kurudi, ilisikika sauti moja ambayo ilisema, "Kwa nini mnamwacha aondoke hivi hivi?" Jeshi la polisi lilimkamata tena mama yule ambaye lilimzuia kuingia kutokana na sababu za muda, kisha kumzingira na kumweka katikati yao. Mama yule alivyoendelea kuongea alisema alisikia sauti nyingine ikisema, "Kwa nini mnamwacha pia aendelee kubaki huru?" Baada ya hapo mama yule alikanyagwa sehemu ya shingo, mwingine alishika sehemu ya miguu, baada ya hapo mwingine alimvua shati. Moja ya matukio ambayo kwa usalama wa raia mmoja yanazua wasiwasi kutokana na hiki kinachoendelea kati ya jeshi la polisi dhidi ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Jeshi la polisi linaruhusiwa kuwakamata wahalifu kwa namna moja au nyingine, lakini sio kuwavua nguo, ikiwa kutokana na maelezo ya mama huyu kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nilivyokuwa nimelala pale chini, kwa mujibu wa maelezo ya mama aliyekuwa akisimulia, anasema, "Nilivyokuwa nimelala pale chini, nilikuwa nikiangalia chini nikiona kuna kiatu kinakuja." Huku aliyekuwa akija ambaye kiatu chake ninakiona alikuwa anasema, "Kwa nini mmemshika huyu bila sababu?" Mmoja kati ya jeshi la polisi aliambia, "Mkamateni na huyo hapo, tumuonyeshe jinsi tunavyofanyaga." Baada ya hapo kile kiatu ambacho kilikuwa kinakuja kikitoa sauti kwamba, "Kwa nini mmemkamata huyo mama bila sababu?" Ikumbukwe mama amelala chini, haoni mtu, anaona kiatu kinakuja. Yule jamaa alikamatwa akalazwa chini, wakamzingira, then baadaye ilisikika sauti, "Jamani, leteni ambulance, anatokwa na damu nyingi asije akatufia hapa." Huyo ni mmoja kati ya watu ambao wameripotiwa kufariki kutokana na kupigwa na jeshi la polisi, ambapo mama yule ambaye alikamatwa alikuwa ni shuhuda wa tukio hilo. Video ile ukipita kwenye mitandao ya kijamii ambayo mama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye jina lake mpaka sasa hivi halijafahamika, unaweza ukaelewa nini anamaanisha. Kifo cha mwakilishi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo akiwa kama ni kada kimeonyesha kuwa chanzo chake ni jeshi la polisi ambao walimkamata wakampiga, halafu baadaye mtu yule alitokwa na damu nyingi, ameenda kufia hospitali. Kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimefutiwa kushiriki uchaguzi kutokana na kuto sign form zao za kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025. Baraza la uchaguzi na usajili wa vyama vya siasa limekifuta Chama cha Demokrasia na Maendeleo kufuatia kile kinachotajwa kukiuka utaratibu wa sheria za uchaguzi. Hivyo vyama vitakavyoshiriki uchaguzi ni vile vilivyobaki isipokuwepo Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Usalama wa nchi ya Tanzania unaendelea kupungua, huku komenti za watu zikionyesha kuwa bado kumeonekana kutokuwa na usalama mpaka uchaguzi utakapofikia. Moja ya swali ambalo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Kassim Majaliwa aliulizwa hapo jana bungeni ni kwamba kwa nini takwimu za wapiga kura zinazidi kupungua kila mwaka. Waziri Mkuu alijibu kwamba mwaka 2025 ni mwaka ambao wapiga kura wataongezeka, na yoyote atakayepiga kura mwaka 2025 atakuwa sehemu salama, usalama wake utalindwa tofauti na miaka mingine.
Usalama wake utalindwa atakapoingia kupiga kura. Usalama wake utakuwepo atakapotoka katika eneo la kupiga kura. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itahakikisha kila mmoja anashiriki katika zoezi la kupiga kura. Wengi wamedoubt kwamba haya matukio hayaathiri usalama na amani ya nchi ambayo imekuwa ikitajwa kwa miaka 60 tangu kupatwa kwa uhuru nchini Tanzania, kwani matukio ya kukamatwa kwa watu wa vyama pinzani, kukamatwa kwa viongozi wa vyama pinzani kumezua wasiwasi kuhusiana na demokrasia ya Tanzania. Hii ni Flow Updates, Flow Habari. Usisahau kutuma comment yako ukituambia unaona wapi mwendelezo wa demokrasia ya Tanzania kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025, ikiwa matukio ya ukamataji na matukio ya kuripotiwa kufariki kwa makada wa vyama pinzani kutokana na hiki kinachoendelea dhidi ya jeshi la polisi. Mimi ni Flowin Vitus ninayekuletea hii yote yatakayojiri tunakuletea. Kumbuka hii ni Flow Updates, Flow Habari inakuletea yote yatakayojiri huko. Uwe na wakati mwema.